Imo nguvu, nguvu, nguvu ya ajabu damuni mwa Yesu. Imo nguvu, nguvu, nguvu ya ajabu damuni mwa mwana kondoo. Imo nguvu, nguvu, nguvu ya ajabu damuni mwa Yesu. Imo nguvu, nguvu, nguvu ya ajabu damuni mwa mwana kondoo. Imo nguvu, nguvu, nguvu ya ajabu damuni mwa Yesu. Imo nguvu, nguvu, nguvu ya ajabu damuni mwa mwana kondoo. Umeweza, weza, weza wa ajabu damuni mwa Yesu. Umeweza, weza, weza wa ajabu damuni mwa mwana kondoo. Umeweza, weza, weza wa ajabu damuni mwa Yesu. Umeweza, weza, weza wa ajabu damuni mwa mwana kondoo. Umeweza, weza, weza wa ajabu damuni mwa Yesu. Umeweza, weza, weza wa ajabu damuni mwa mwana kondoo. Ubarikiwe sana, ubarikiwe sana Yesu Kristo mahali popote ulipo. Nataka nikualike katika neno la Mungu jioni ya leo. Ni usiku umeenda kidogo, lakini twende tukasikilize neno la Mungu. Wakati tunakwenda kujiandaa kwa ajili ya mapumziko, ni vizuri ukapata chakula cha uzima. Haleluya. Lakini lengo la kipindi hiki hasa ni kuleta taswira ya siku. Siku yako ya leo iliendaje? Na namna gani tunajiandaa na siku nyingine, lakini urekebishe wapi, utengeneze wapi. Na yote haya ni kwa mwangaza wa neno la Mungu, sio tu kwa mawazo yetu ya kibinadamu. Kwa sababu kwa sehemu kubwa mawazo yetu sisi kama binadamu prove wrong, yameonekana kushindwa, na ndio maana tuko hivi tulivyo. Kwa sababu ya Adamu alipoamua kujitegemea na Hawa mwenzie walipoamua wajitegemea kutoka katika mawazo ya Mungu, ndio chanzo cha matatizo yote unayoyaona mpaka siku ya leo. Kwa hiyo tunarudi kwenye neno la Mungu mwisho wa siku kujua kwamba kwani tulitakiwa kufanyaje. Haleluya. So siku ya leo somo letu nasema nguvu ya kuanza. Nguvu ya kuanza. Umekuwa na mipango mingi, lakini haujui utaanza lini. Au ukianza unafeli mwanzoni kabisa. Au umekuwa mtu ambaye unaweza kuanzisha tu, lakini hauwezi kufikisha mwisho. Pengine kuna tatizo katika nguvu la kuanza. Kwa nini usikae hapa
ukajua nguvu ya kuanza afu upate kujua kwamba natakiwa nianzeje wakati mwingine. Je, neno la Mungu lina chochote cha kusema juu ya nguvu ya kuanza? Kwa sababu siku zote tumesikia mwanzo mgumu. Yeye Mungu anasema nini? Anakubaliana na kwamba mwanzo ni mgumu, lakini kama yeye sio mawazo ya Mungu ni nini kuhusiana na hali yako, kuhusiana na kuanza? So siku ya leo tuko na somo hilo linakwenda kwa jina la nguvu ya kuanza. Yes, nguvu ya kuanza. Nikualike sana moja kwa moja leo, na nitaomba alafu nitaanza katika kipindi chetu cha leo. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai, Mungu na alika uwepo wako na nguvu zako sasa zifunike kipindi hiki. Roho Mtakatifu via kila mmoja ambaye atasikiliza maneno haya, ikawe shangwe kwa ajili yake, ikawe ni kuvuka kwake, ikawe ni kusonga mbele kwake, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai, amen. So nguvu ya kuanza leo tunataka tuianzie mahali ambapo kitabu maarufu zaidi duniani kimeanzia. Unakijua kitabu ambacho ni maarufu zaidi duniani katika vizazi vyote, basi ni Biblia. Wamekuwepo wakina Shakespeare, wamekuwepo wakina nani, wamejaribu kuandika mashairi yao, lakini kuna kitu yamepungukiwa, na ndio maana pengine yanakimbizwa na hiki kitabu kinachoitwa Biblia. Kwa hiyo nguvu ya kuanza, kama kweli tunataka tujifunze nguvu ya kuanza na tuko serious kwa habari ya nguvu ya kuanza, basi kwa nini tusianzie katika kitabu ambacho kimeshinda? Sawa, kimeshinda katika namna ya umaarufu, lakini pia katika namna ya vita ambavyo kimevipitia. Biblia ni kitabu ambacho kimepitia vita mbalimbali ili kiondolewe kabisa, lakini hawakufanikiwa kuweza kukiondoa. Nani? Mustafa Gela anasema somo zuri sana hili, natamani kupata uelewa zaidi. Karibu sana, na ukiweza mwalike na jirani yako, sio wewe tu, ili ukitoka hapa uweze kuwa na mtu wa kujadiliana naye. Sisi tunasema hivi, kizuri kula na mwenzio. Ya raha ya pilau muonjeshe na jirani yako kwamba umeiona pilau niliyokula mimi jana, usile yote ukamaliza alafu wewe vipi bwana. Anyway, so kwa nini tusianzie katika kitabu kama hiki ambacho kilivyoanza tu kimepitia majaribu mbalimbali, wafalme mbalimbali wa dunia wamejaribu kukiondoa hichi kitabu, lakini hawajafanikiwa. Zikatokea dola mbalimbali na dini mbalimbali zikajaribu kukiondoa. Wengine sio tu kukiondoa kwamba kisiwepo, lakini angalau kisimfikie kila mtu. Lakini kama leo unaweza ukachukua ukaweka bando la 500 na ukadownload Biblia kwenye simu yako, basi huu ni ushindi kwa upande wetu sisi watu wa Biblia. So kama tunataka kujifunze nguvu ya kwanza, sidhani kama kuna eneo lingine lenye nguvu zaidi, lenye ushawishi zaidi la kuanzia kuliko kitabu ambacho kimeshashinda, Biblia. Na katika Biblia pia sijui kama tuanzie wapi zaidi ya Mwanzo moja, kwa sababu kitabu chenye kinaitwa Mwanzo. Okay? Kitabu chenye kinaitwa Mwanzo, yani kuanza. So tuanzie wapi sasa zaidi ya kuanzia kwenye Mwanzo? Okay, kwa nini tusianzie kwenye Mwanzo? Lakini pia Mwanzo tuanzie sura ya ngapi sasa kama tusianzie sura ya kwanza? Tuanzie sura ya kwanza. Yes, tuanzie sura ya kwanza. Na katika sura ya kwanza tuanzie wapi zaidi ya kuanzia mstari? Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Sasa nakumbuka siku moja wakati tuko shule, mwalimu wetu wa physics, yes tulikuwa advance of course. Mwalimu wetu wa physics alikuwa anafundisha ulimwengu ni nini, akatumia neno universe. Yes, akasema ulimwengu ni nini? Akasema ulimwengu ni jumla ya muda na nafasi na vitu vilivyomo kwenye hiyo nafasi. Muda, nafasi na vitu vilivyomo kwenye hiyo nafasi. Sasa hapo mimi nikanyosha mkono nikauliza, kivipi muda? Yani muda kivipi? Muda mbona umehusisha katika ulimwengu, kwamba ulimwengu hauwezi kuwepo bila muda? Yani nielezee muda. Na jibu alilonipa aliniambia, na wewe nielezee nafasi. Nikashindwa cha kuelezea. Kwa hiyo anyway, nachotaka kusema ni kwamba tunaanza tu kwa kuambiwa hapo mwanzo Mungu aliumba. Kwanza hizi ni taarifa njema kuhusu Mungu, kabla sijaenda mbali, kabla sijaanza na hapo mwanzo. Yani Mungu aliumba, yani Mungu aliingia kwenye matendo. Yani Mungu hakusubiri. No, that's not God.
hapo mwanzo Mungu aliumba. Huyo ndio tofauti ya Mungu wa Kikristo, Mungu wa Israeli na miungu wengine. Sijui kama umepata nafasi ya kujua dini zingine zinawaza nini. Utakuta hazina Mungu mtendaji, zina Mungu mlalamikaji. Wanadamu mmeacha hiki mkafanya hiki, mmeacha hiki mkafanya hiki. Japokuwa Mungu wa Israeli ni Mungu ambaye anapenda kutuweka kwenye njia pia kwa kutuambia hiki usifanye, hiki usifanye. Lakini unaposoma Biblia unamkuta Mungu anaanza kwa kutenda. Tunahitaji Mungu kama huyu. Mungu sio mwanasiasa, ndaleta mabomba ya maziwa, si ndaleta nini, Mungu hayuko hivyo. Hapo mwanzo Mungu aliumba. Wow. Ngoja kwanza. Aliumba. Mchungaji Yongcho, David Yongcho, kwa sasa ametangulia mbele za Bwana. Ameenda kupumzika mbele za Bwana. Lakini nilikuwa namsikiza siku moja, alikuwa anasema kwamba, by the way, kabla hatujaenda mbali nikukumbushe Yongcho ni nani. Yongcho ni mchungaji mwenye kanisa kubwa zaidi katika historia ya dunia. Yaani kuanzia enzi Yesu ameondoka, ameliacha kanisa, mpaka leo hii hatujai kupata na mchungaji mwenye kanisa lenye washirika wengi kama Yongcho. Mpaka anakufa aliacha washirika kwa ibada moja wanazuia washirika zaidi ya milioni. Anyway, so alikuwa anaongelea historia yake ya kuokoka ilikuwaje. Sasa wakati anaongea historia yake ya kuokoka, akasema kwamba alikuwa anaumwa, na katika kule kuumwa alikuja binti moja wa Kikristo, binti mdogo tu kama miaka 16 hivi. Akawa amekuja kumshuhudia kwamba inabidi umwamini Yesu, uokoke, uwe Mkristo, vitu kama hivyo. So Yongcho akawa anasema, no, mimi na dini yangu. Kwa nini niache dini yangu nzuri nimfuate Yesu? No, mimi na dini yangu. Yes, akaondoka. Kesho tena yule binti akarudi, inabidi uokoke, umfuate Yesu nini. Baadaye yule anamjibu, hapana binti, hapana, nashukuru sana kwa upendo, lakini mimi na dini yangu hivyo. Baadaye ikafika siku, yule binti alikuwa anasoma shule ya bweni. Kwa ikafika siku anatakiwa arudi sasa shuleni. Kwa akamfuata Yongcho kwa mara ya mwisho kwamba, bwana, mimi naondoka naenda shule, so nimekuja hapa na kuhubiria habari za nani? Za Yesu, wewe inabidi uokoke. Yongcho akamkatalia kama ilivyo kawaida yake, akamwambia no, mimi binti nina dini yangu na wewe una dini yako, kila mtu ashike dini yake, hivyo tutende matendo mema. Unajua watu wanaojidai wanajibu kwa busara, lakini hawamtaki Yesu, watenda jana. Wow. So akamjibu vile. Yule binti akapiga magoti pembeni, akaanza kuomba, akaanza kulia, anaomba kwa kumlilia. Yongcho anasema, sasa nilipoona yule binti analia, kwanza niliguswa na upendo kwamba yani asijajua habari za huyo Yesu anemsema, lakini upendo huu wa kunipenda mimi kiasi cha kunililia. Mimi sio ndugu yake, sio nani, ananililia eti nimpokee Yesu. Sasa kuepusha ile shali, akaamua kusema ngoja nikubali ili huyu binti anyamaze alafu aende zake. Kwa akamkubalia yule binti. Yule binti akaamka, akamwombea, akamuongoza afanya hivi na hivi, akamuongoza pale, afu akamwachia Agano Jipya. Kumbuka nipo kwenye hapo mwanzo Mungu aliumba. Usipoteze point. Okay. Sasa akamwachia Biblia, Agano Jipya. Alipomwachia Agano Jipya, yule jamaa hapo, kumbuka hajaokoka, ila amemwakitia yule binti kwamba ameokoka, ile yule binti aache kulia alafu aondoke, amwache yeye aendelee na stress zake. Wakati amechukua ile Agano Jipya sasa, binti amesha kuondoka, akawa midamida mara moja anafunua aone kwamba kwani huwa kuna nini cha ziada kwenye hiki kitabu kinachoitwa Biblia. Huyo Yesu ndo nani? Yani ajisome tu just kwa kujifurahisha, kwa sababu hana shida na Yesu, ametosheka na jini yake. Wakati anasoma anasema hivi, yeye anasema, Yongcho anasema, nilishangaa kuona tofauti ya Biblia na vitabu vyetu vya dini. Kwa sababu vitabu vyetu vya dini vimekaa ufanye nini, usifanye nini, ufanye nini, usifanye nini, ufanye. Lakini niliposoma Biblia nilikuta sio habari za maelezo tu, ni habari za Yesu wa vitendo na maneno. Yani maneno, vitendo, maneno. Hapa kafufua mfu, hapa kaponya mwenye ukoma, hapa kaponya aliyepoza, hapa kafanyaje, hapa kawapa watu chakula, hapa kasema mbona huyu Mungu wa Wakristo yupo kwa vitendo zaidi? Inakueje sisi tunakuwa na Mungu ambaye ni maneno? Sijui Mungu wako unamwabudu ikoje. Lakini naongelea Mungu ambaye inasema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Huyo si Mungu wa maneno matupu. Huyu ni Mungu ambaye aliumba
mbingu na nchi. Haleluya. Kwa maneno mengine, Mungu haanzi kwa mbwembwe, haanzi kwa biti, haanzi kwa what, anaanza na matendo. Kwa maneno mengine, Mungu ni Mungu wa maneno zaidi. Huyu sio mwanasiasa, huyu ni Mungu wa matendo. Nimesema maneno, matendo. Yeye ni neno lakini yupo kimatendo zaidi. Okay. Twende. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Sasa sikiliza. Haisemi kwanza palikuwa na mwanzo, alafu Mungu akaenda pale kwenye mwanzo, alafu akaumba mbingu na nchi. Sikiliza vizuri. Hapakuwa na mwanzo. Yaani hapakuwa na chochote kile. Lakini kitendo cha kwamba hapakuwa na chochote kile hakikumzuia Mungu kuanza. Nisikilize vizuri, kwa sababu sisi kibinadamu unajua kwa nini hili andiko linaweza kuwa jepesi sana afu linaweza kuwa gumu sana? Kwa sababu hivi, yani hatuna cha kulinganishia. Sisi kibinadamu hatuna cha kulinganishia, kwa sababu sisi tunasema ili uanze biashara uwe na mtaji, uwe na elimu, uwe na flame, simenipata paka pale, simenipata. Afu from nowhere tu Mungu akaumba mbingu na nchi. Hakuwa na udongo wa kuumbia, hakuwa na nini sijui na nini, hakuwa na material yoyote ile, ila akaumba mbingu na nchi. Huu mfano sasa, unajua kwa nini unaonekana ni mgumu, ni mwepesi? Unaweza kuuchukulia mwepesi kwa sababu hujauelewa, lakini unaweza kuuchukulia mgumu kwa sababu unatamani kulinganisha na kitu fulani. Sasa nataka nikutie moyo tu kwamba nikuvunje moyo au nikutie moyo, hautapata cha kulinganishia, kwa sababu sisi wanadamu lazima kuwe na angalau basi kuwe na historia kwamba kuna kitu kama hichi kiliwahi kufanyika hata kikaishia sehemu angalau. Lakini bila kuwa na chochote. Sikiza, changamoto ya pili ya ili andiko ni hivi: mwanzo uko mara moja tu. Yaani mwanzo wa staili hii hauwezi ukajirudia tena. Yaani haina namna ambavyo tunaweza kupata tena mwanzo ambao hauna mbingu wala nchi alafu mtu akaanzisha kitu. Sikiliza, ukianzisha kampuni yako, umeanzisha tayari kuna wizara. Kama ni kampuni inayohusiana na mambo ya afya, tayari kuna wizara ya afya. Kama kuna ni kampuni inayohusiana na mambo ya chakula, tayari kuna wizara ya chakula na dawa. Tayari kama ni mambo ya shule, umefungua shule, tayari kuna wizara ya elimu. Yaani tayari kuna vitu vimekutangulia. Utasema na wizara ya elimu ilikuta tayari serikali. Utasema serikali ilimkuta mkoloni. Basi wote nyie mlikuta nchi, mkakanyaga juu yake. Yaani hatuna namna ambavyo huu mfano unaweza ukajirudia mara mbili. Ni kitu ambacho kilitokea mara hii moja, na huyo aliyeanzisha sasa ni nani na nguvu yake ni gani? Ana nguvu kiasi gani cha kwamba hapakuwa na pa kuangalizia, hapakuwa na matilio ya kutosha, lakini bado haikuwa kikwazo kwake kwamba aweze kuanzisha. What mighty God we serve. Hallelujah. Ni Mungu wa nguvu kiasi gani huyu tunayemwabudu. Hallelujah. Anyway, ngoja niende taratibu. Nasikia upako unaanza kushuka. Wa kuhubiri, si wa kuomba, si wa kufundisha. Okay, cool down. Hii ni kubwa mno kwa ubongo wa kibinadamu kuweza kuielewa, kwa sababu hatuna cha kufananishia. Kwa sababu mara nyingi ili tuweze kuelewa huwa tunatumia kuna kitu kinaitwa mfano. Sasa hii hatuna mfano wa kuweka, kwa sababu hakuna mwanzo mwingine uliowahi kuanza kwa staili hii. Okay, kama unaweza kuanzisha mwanzo bila chochote, unaweza ukauanzisha mwanzo bila chochote. Hapa nina mgonjwa ambaye anaumwa figo. Yaani figo imefeli. Tayari kuna figo, ila hiyo figo imefeli. Sikiliza vizuri. Naongelea Mungu ambaye hapakuwa na figo ila alileta figo. Angalau sasa kuna figo ila inafeli. Kwa hiyo nataka uone jinsi ambavyo ili jambo sisemi kwamba ni dogo kibinadamu, na mimi nakubali, lakini nataka nikuoneshe jinsi ambavyo ili jambo ni dogo kimbingu, kwa sababu unaongea habari ya Mungu ambaye Mungu ambaye aliuanzisha mwanzo, sawa? Alafu wewe unaongea kitu ambacho tayari kiko ndani ya mwanzo na ndani ya mwanzo wa mwanzo na ndani ya mwanzo wa mwanzo. Yaani mpaka tunakuja kuongelea figo imefeli, si ndio? Leo nataka niombe na mtu hapa, lakini nataka upate imani hii hapa. Figo imefeli. Figo iko ndani ya mwili. Kwa hata figo sio kitu cha kwanza. Huo mwili ulikaa ndani ya mama, tumbo la mama. Yaani bado sio ya kwanza. Si umeelewa? Sio cha kwanza yani.
naongea habari ya Mungu ambaye aliuanzisha mwanzo. Vipi kuhusu hili tatizo ambalo limetokea juu ya ule mwanzo aliyouanzisha Mungu? Je, hili si tatizo dogo sana? Oh my God. Haleluya, haleluya, haleluya. Kama unaweza kuanzisha mwanzo bila chochote, bila matirio yoyote, usiniambie kwamba kuna kitu huwezi kujibu ambacho tayari hicho kitu kimeanza juu ya ule mwanzo uliouanzisha mwenyewe. Okay, tatizo ni shetani. Shetani huyu anatamba juu ya mwanzo aliyouanzisha Mungu. Shetani either yuko kwenye mbingu au yuko kwenye nchi. Sawa? Hana kwingine kwa kwenda ambako sio mbingu wala sio nchi. Kwa kama tatizo ni shetani, basi tunamwambia shetani, okay, wewe unajitahidi kwa tatizo, lakini tatizo wewe, udhaifu wako uko hapa, udhaifu wako uko hapa. Tayari una exist, unaishi ndani ya mbingu na nchi ambayo mbingu ilianzishwa na mwingine. Okay, so huyo mwingine yupo bado in control, kwa sababu tayari vitu vyote na matatizo yote yanategemea mwanzo aliyouanzisha yeye. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Okay. Huyu Mungu ana nguvu sana. Sasa nisikilize. Aliumba mbingu na nchi, alafu unaambiwa hapo mwanzo. Hebu kabla tujaenda kwenye mbingu na nchi, ngoja tukae kwanza kwenye hapo mwanzo. Hapo mwanzo. Nimeanza kwa kueleza mfano ambao nilimuuliza mwalimu, na jibu lake lilikuwa tu kwamba akujibu kiasi kwamba, ila alijibu kwa kuuliza swali ambalo lilinipa kufikiri zaidi. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, si ndio? Sasa inakuwa hivi. Hapo mwanzo. Mwanzo ni muda. Ukishasema tu hapo mwanzo, maana yake umeongelea muda. Kwa maneno mengine, kitu ambacho Biblia inataka tujue hapa, inataka tujue kwamba Mungu ndiye aliyeumba muda. Sawa? Sasa unaweza kusema aliumba lini? Kwa sababu gani? Kwa sababu muda sio kitu kinachoshikika au kinachoweza kikahifadhika sehemu. Mungu aliumba muda kwa staili ya tofauti sana, lakini ninachotaka nikuonyeshe ni kwamba yeye ndio yupo katika utawala wa muda. Kwa nini? Maandiko kadhaa hapa yanatuthibitishia kwamba Mungu ndio yupo kwenye utawala wa muda. Kwa mfano mstari wa 4, japokuwa sio lengo langu, nitautumia tu kuelezea mstari wa kwanza. Leo niko mstari wa kwanza jamani. Mstari wa 4 anasema Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaita nuru mchana. Mungu akaita ile nuru mchana, na giza akaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Kwa hiyo Mungu akatenganisha asubuhi na jioni kwa kuwaka nuru na giza. Kwa hiyo ni Mungu aliyeumba muda, kwa sababu sisi asubuhi na jioni ndio siku moja, ndio baadaye tuna wiki, ndio baadaye tuna mwaka, ndio baadaye tuna nini. Sasa sikiliza, nataka ni hoji kuhusiana na hili jambo ambalo pengine limekuwa linakuletea wewe changamoto. Swali langu ni moja, lipo ndani ya muda au liko nje ya muda? Sawa, lilitokea katika siku au lilitokea nje ya siku? Utakuja kugundua kwamba hakuna tatizo lolote ambalo lilitokea nje ya siku. Lolote lile ambalo unaweza kuwa unalipitia, lazima kuna reference kwamba lilianza tarehe ngapi. Sawa, lilianza tarehe ngapi? Sasa kitendo cha kwamba lilianza tarehe ngapi tayari limeshajiweka katika msingi wa hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Kwa maneno mengine, tayari limeshajiweka under control, tayari linaweza kudhibitika, kwa sababu tayari linaenda kwenye msingi wa yule aliyeumba mbingu na nini na nchi. Kwa maneno mengine, tayari limepanda kwenye gari la Mungu ambalo ni mbingu na nini na nchi. Tayari limepanda kwenye gari la Mungu ambalo ni mwanzo. Sio, umenipata paka pale? Kwa sababu Mungu ndiye aliyeumba muda. Kwa kitendo cha kwamba ugonjwa huu ulianza Alhamisi asubuhi, ile asubuhi tumeambiwa hapa ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya kwanza. Kwa tayari ule ugonjwa umetokea katika mahali ambapo Mungu ndiye aliyepaumba. Mungu anapa control. Ngoja niweke hii hapa unipate vizuri. Unajua kuna watu hapa Tanzania, sio Tanzania tu, serikali yote ile duniani, ukikimbia ukaenda serikali nyingine, ukatoka hapa Tanzania ukaenda Kenya, ukaenda Marekani, una uwezo wa kuisema serikali ya nchi uliotoka vyovyote vile na isikufanye chochote. Sawa? Wewe uko hapa Tanzania, unaweza kuisema serikali ya Marekani, ukaisema ya wapi, isikufanye chochote. Kwa nini? Kwa sababu haina mamlaka kwenye nchi nyingine. Kwa nini? Kwa sababu haukanyagi ardhi yake. Sawa? Na ndio maana kuna ule mtindo wa nchi zinasainiana kubadilishana wafungwa. Kwa nini? Kwa sababu zinataka zimhukumu, lakini haziwezi kumhukumu, haziwezi kumshughulikia akiwa kwenye ardhi
ya nchi nyingine. Rais wa nchi hawezi kumshirikia mwananchi ambaye yupo kwenye ardhi ya nchi nyingine, otherwise atakuwa anatangaza vita na ile nchi. Sawa? Na kama hivyo vita vyenyewe haviwezi, nchi yenyewe ni Marekani, sasa vita hivyo unavitangazaje? Ni kutulia kimya, si ndio? Ndivyo ilivyo. Iko hivi, hayo matatizo yote mwisho wa siku yapo ndani ya nchi ya Mungu ambayo inaitwa hapo mwanzo, ambayo hapo mwanzo yametokea ndani ya muda fulani. Tatizo, Yesu alikuwa anauliza, kwa mfano yule mama, yule baba aliyekuja na kijana wake, Yesu alimuuliza, amekuwa hivi tangu lini? Tayari alikuwa amehoji habari ya muda. Alikuwa amekuwa hivi tangu lini? Akasema tangu utoto. Okay, kitendo cha kwamba hili tatizo liko tangu utoto tayari limekaa kwenye nchi ambayo ni ya Yesu aliyeumba. Kwa hiyo hakuna namna ambavyo linaweza kuchomoka. Nisikize vizuri. Mimi nakuuliza, tatizo lako limeanza lini? Kitendo cha kwamba lina siku, lina saa, hilo limekwisha habari yake, kwa sababu ukishaingia uwanja wa siku na saa, ni uwanja wa nyumbani wa mzee wa siku. Haleluya, haleluya. Kwa liko uwanjani kwake, yani liko uwanjani kwake. Kama ni muasi, ameasi akiwa kwenye nchi husika. Yani unatukana Tanzania, alafu uko hapa Tanzania, kwa serikali inaona kama ni halali, yani inakukamata bila stress. Ni tofauti na wale ambao wako nje ya nini, ya nchi. Ni hivi, hili tatizo linajidai linataka kumzuru mwana wa Mungu, lakini ujinga wa hili tatizo ni kwamba limetokeza katika uwanja wa muda ambao muda uliumbwa na Mungu mwenyewe. Kwa hiyo limekwisha habari yake. Usiku wa leo tunalimaliza kwa jina la Yesu Kristo, kwa sababu liko uwanja wetu. Sio, unanielewa? Ni hivi, kitendo cha kwamba liko kwenye muda ni kwamba liko kwenye uwanja wetu, na kwa sababu liko kwenye uwanja wetu tunalidhibiti. Mtu mmoja aseme amen. Okay, ngoja niendelee. Okay, thank you Jesus. Okay, sasa tunakuja kitu kimoja hapa. Anasema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Sikiliza. Unazijua zile kauli zinazosema mwanzo mgumu? Mwanzo mgumu, mwanzo mgumu. Basi tuanze kidogo kidogo. Of course mimi naamini tuanze kidogo kidogo. Mwanzo unaweza kuwa na changamoto 2-3 na nini. Sina shida na hayo maneno yote. Lakini unaufahamu ule msemo vizuri kwamba mwanzo mgumu. Sasa wakati mwanzo ni mgumu, hekima ya kawaida ya kibinadamu ni kwamba kwa sababu mwanzo ni mgumu, basi anzia kidogo kidogo ili upande. Sio Mungu. I love God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kwenye mwanzo alianza kwa kuumba vitu vikubwa zaidi kwa kuwepo duniani, kwa kuwepo ulimwenguni, kuwepo katika historia. Aliumba mbingu na nchi. Yani hiyo ndio starting point. Yani hapo ndo anaanza tu. Ngoja kuanza kama kuanza, hata ukiwa na kidogo huwa ni shughuli pevu. Hapa kuna mtu ambaye kuanza kwake tu kunatisha. Anaanza kwa kuumba mbingu na nchi. Alafu anyway, kabla sijaenda mbali, hivi unaanzeje kwa kuumba kitu kikubwa ili uzoefu umeutoa wapi? Kwa nini usianze na tudogo tudogo ili upate uzoefu alafu uje umbe likubwa? Huyo ni wewe sasa. Huyo ni wewe. Lakini yeye Mungu mwanzo kabisa anaanza kwa kuumba mbingu alafu na nchi. Sawa? Mbingu alafu na nchi. Vitu vikubwa zaidi kabisa ndio anaanza nacho mwanzo. Yaani pale pagumu pale ambapo anaonekana hapawezi, pale Mungu ndo anafanyaga makubwa yaliyoshindikana. Yale unanielewa pale? Yaani pale ambapo hapawezekani pale ndo alipo Bwana anapatafuta ili atengeneze jambo moja kubwa kupindukia. God. Kuna mtu hapa anazuiliwa na vikwazo. Alafu anahisi kwamba hivyo vikwazo ni vikwazo hata kwa Mungu. Wewe tubu kabisa. Tubu. Vikwazo kwako, sio vikwazo kwa Mungu. Kwa sababu mwanzo, wakati hakuna malighafi yoyote, hakuna kitu chochote, hakuna mtu yote wa kumpa pointi
ndipo alipoumba mbingu na nchi. Alafu yeye alianza na likubwa afu akamalizia tudogo. Vingine vyote vikaja vikajaza ndani ya mbingu na nchi. Malaika wakajaza mbingu, sisi wanadamu tukaja kujaza nchi, na miti na wanyama vikaja kujaza nchi. Sawa? Vidogo vidogo vilifuata baadaye. Huo mtindo wa kuanza kidogodogo ni hekima ya kibinadamu. Hekima ya kimungu anaweza kuanzia popote, maana yeye ndio Mungu. Oh, haleluya. Naongea na mtu ambaye yuko na jambo lake, yuko na changamoto yake ambayo anaona kama yuko nje ya muda. Sitaki kusema hauko nje ya muda, lakini nataka kuonyesha Mungu ambaye anaweza akaanzia pakubwa. Kwa nini unasema uko nje ya muda? Kwa sababu umechukulia kwamba tutaanza hatua ya kwanza, hatua ya pili, hatua ya tatu, mpaka tuje tufike kule ni mwaka huu. Ndio maana umehisi uko nje ya muda. Sahihi kabisa. Naongea habari ya Mungu ambaye hapo hapo, yani kuanza kwake anaweza kaanza na mbingu na nchi. Yani ndio ikawa introduction. Odi mbingu na nchi. Po. What is this? Huyu ni Mungu wa ajabu sana. Haleluya. Alafu nisikilize vizuri. Biblia isemi hapo mwanzo Mungu aliumba nchi na mbingu. No. Inasema hivi, hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Sio nchi na mbingu. Kwa sababu angeumba kwanza nchi, wangesema alikuwa anatafuta mahali pa kuweka nguzo ili zile nguzo zimsaidie aumbe mbingu. We shika adabu yako. Aliumba kwanza mbingu, alafu akaja kuumba nchi. Sawa? Hahitaji kisaidizi chochote. Naongea na mtu ambaye hana refali wa kumsaidia kupata kazi, hana refali wa kumsaidia kuolewa, sijui kuoa, refali tu. Alianzia mbingu alafu akaja nchi, akimaanisha sihitaji kisaidizi chochote. You understand? Sihitaji kisaidizi chochote, ninajitegemea, ninajiweza, niko safe what? Yes, ninajiweza. Huyu ndiye Mungu Bwana. Una jambo gani wewe ambalo unahisi kama hili jambo? Usikiliza. Hakuumba nchi na mbingu, aliumba mbingu na nchi. Alianzia juu akamalizia chini. Sisi tukiwa tunajenga nyumba tunaanzia chini, tunaweka msingi imara, tunakaa sana pale chini afu tunakuja that is not God. Mungu aliumba mbingu zikawa zinaelea. Sawa, afu akaja kaziumba nchi kwa chini. Are you there? Ni Mungu asiyezuilika na mazingira ya aina yoyote na changamoto ya aina yoyote. Huyo ndiye Yesu Kristo niliyemleta kwako usiku wa leo. Unalo jambo gani? Unalo tatizo gani? Unayo changamoto gani? Naongelea Mungu ambaye ana nguvu ya kuanzisha mwanzo wakati mwanzo au kuwepo. Yeye alikuwa na nguvu ya kuanzisha mwanzo. Kwa leo mwanzo upo, si kwa sababu ulitaka kuwepo, ila kwa sababu Mungu alitaka uwepo. Si kwa sababu aliwazima sehemu, kwa sababu Mungu aliamua uwepo. Oh God, hallelujah. So unaweza kaandika hapo changamoto yako au jambo lako ambalo unataka tuliombee. Kama tayari umeshaanza kupata imani, lakini naendelea na mafundisho. Nitakuwa naombea nafundisha, naombea. Yes, lakini unaweza kaandika hapo alafu utabarikiwa. Hallelujah. Okay, ngoja tuendelee. Yes. Oh God. Mishande class to go some pressure close to go Santa class. Yes. Hallelujah. Okay. Sasa hapa kuna kitu kingine hapo ambacho nataka nikuonyeshe. Ilikuwaje rahisi kwa Mungu kuumba mbingu na nchi, yani kuanzisha mwanzo? Ilikuwaje rahisi? Ukinielewa hapa itakuwa rahisi kwako na wewe kuanzisha vitu. Aidha ile hofu ya kuanzisha itakuondoka. Na nisikilize vizuri sana. Ilikuwaje rahisi kwa Mungu kuanzisha mwanzo?
ili hali hana pa kuangalizia. Labda nikisema hivi unielewe, ngoja niende kidogo katika historia. Wale watu wa historia watanielewa hapa. Kuna jamaa mmoja anaitwa George Washington. Yes, George Washington. George Washington ni rais wa kwanza wa Marekani. Sasa napenda historia ya George Washington kwa sababu nikiwa nasoma ile story nilikutana na mkanganyiko aliyokutana nao George Washington katika uongozi wake, ambao unaweza kutufundisha kitu hapa, na nataka nitumie mkanganyiko huku kuonyesha kitu hapa ambacho nataka ukione katika hii Mwanzo moja. Sikiliza vizuri. Sasa George Washington alipata changamoto. Changamoto ilikuwa ni kwamba yeye ndo anakuwa rais wa kwanza wa Marekani. Kabla yake hakujai kuwa na rais yoyote. Yeye ndo anakuwa rais wangapi? Wa kwanza wa Marekani, kwa sababu ndo kwanza Marekani inakuwa taifa. Sasa wakati huo George Washington anataka kuwa rais, hataki kuwa mfalme. Sasa wakati anataka kuwa rais, hataki kuwa mfalme, George Washington hana mahali pa kuangalizia, kwa sababu serikali ambayo ni rais kwa kuangalizia ni serikali ya mkoloni, yani Mwingereza, ambayo serikali hiyo tayari inaongozwa na malkia au na mfalme. Sawa? Lakini George Washington hataki kufuata ule mfumo, anataka atengeneze mfumo mwingine wa nchi ambayo haitaongozwa na mfalme, itaongozwa na rais. Sasa huyo kuongozwa na rais uliwahi kuona wapi? Si umenipata mpaka pale? Kwa ilimchukua George Washington ugumu kidogo katika ule uongozi wake, na nafasi pia ya yeye kufanya makosa, kwa sababu hakuwa mtu mkamilifu katika historia yake. Kuna vitu alishindwa kabisa kuvifanya. Kwa sababu gani? Alikosa pa kuangalizia. Lakini pongezi kwa George Washington kwa sababu alijitahidi. Kukosa pa kuangalizia kabisa, alafu ukajitahidi ukasimamisha. Na leo tunaweza kusema kwamba Marekani iko vile ilivyo kwa sababu pia ya watu kama George Washington. Sawa? Namna vile walivyojitoa watu kama George Washington wamesaidia Marekani ikawa vile misingi waliyoweka. Anyway, lakini point yangu ni kwamba alikuwa anaanzisha kitu ambacho hakijawahi kuwepo. Sawa? Kwa akapata wakati mgumu kwa sababu anaanzisha kitu ambacho hakijawahi kuwepo. Hasa ilikuwaje rahisi kwa Mungu? Kwa sababu hatuambii kwamba alikaa akafikiria, akajadili, akawaza, akawazua, alafu baadaye akaona aanzishe mbingu na nchi, baadaye akarudi tena nyuma. No, ni just hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Ilikuwaje rahisi kwa Mungu kuumba mbingu na nchi? Sasa kitabu cha Ufunuo kinatupa asili hiyo. Ufunuo bwana anatuambia hivi: mimi ni Alpha na Omega. Oh my god, andiko langu liko wapi hapa? Ufunuo sura ya kwanza hapa. Limenipotea, oh my god. Sorry. Narudi. Ufunuo 1 hapa. Hallelujah. Hallelujah. Oh Jesus. 1 mstari wa 8. Sio wa 18, nilichanganya hapo. 1 mstari wa 8. Anasema mimi ni Alpha na Omega, mwanzo na mwisho. Msikie vizuri. Mimi ni Alpha na Omega, mwanzo na mwisho, asema Bwana Mungu aliyeko na atakaye aliyeko na aliyekuwako na atakaye kuja, Mwenyezi. Hasemi mimi nina mwanzo na nina mwisho. Hasemi mimi nina umiliki mwanzo na umiliki na mwisho. Hilo ni jambo lingine. Anasema mimi ni mwanzo na mwisho. Yaani ule mwanzo ndio mimi. Kuna tofauti ya kuwa na simu na wewe kuwa simu. Sawa? Au niweke hivi. Kuna tofauti ya kuwa na pikipiki na wewe kuwa pikipiki. Mungu hana mwanzo. Mungu ni mwanzo. Kwa hiyo anaposema hapo mwanzo, manake kutokea kwake. Sawa? Kutokea kwake Mungu akaumba mbingu na nchi. Kwa yeye Mungu ndio akawa msingi wa mbingu na nchi. Simenipata? Hana mwanzo ila yeye ndiye mwanzo. Sawa? Tatizo kwa nini inakuwa ngumu kwa watu wengine ni kwa sababu sisi tunatafuta kuwa na mwanzo. Sisi sio mwanzo, sisi tunatafuta kuwa na mwanzo.
Sasa kuwa na mwanzo na kuwa mwanzo ni tofauti, kwa sababu kuwa mwanzo ni kwamba hauhitaji kitu chochote sasa kukusupport, kwa sababu wewe ndio mwanzo wenyewe, unaweza ukavianzisha anytime. Sawa? Na ndio maana Mungu aliamua tu na akaanzisha na vitu vikaanza kuwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu sio Mungu ana mwanzo uenda kausahau sehemu. Yeye ndiye mwanzo wenyewe, hakuna alipousahau, hakuna alipouacha, maana ndio yeye mwenyewe. Anyway, mwingine haya maneno yanakuwa magumu kwake. Nisikilize. Huyu ni Martha na ndugu yake Mariamu. Hao mbio mbio kwa Yesu, na wamekuja kwa Yesu si kwa maombi lakini kwa lawama. Wanasema hivi: Bwana, kama ungalikuwepo Lazaro asingalikufa. Kama ungalikuwepo Lazaro asingalikufa. Kwa mujibu wao ni kwamba uko nje ya muda, uwezi ukaanza kuanzisha saizi habari za Lazaro kuwa hai. Yesu akawajibu akamwambia, sikilizeni niwaambie kitu kimoja, ndugu yenu atafufuka. Lazaro atafufuka. Walimjibuje? Tunajua ya kwamba atafufuka siku ya mwisho. Kwa maana kwamba sasa sio muda wa kuongelea tena habari za uhai, tumeshapitwa na wakati. Sawa? Tumepitwa na wakati. Akamwambia tunajua atafufuka siku ya. Yesu akamwambia mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Naam, very good. Mimi ndimi huo ufufuo, sio ninao ufufuo nimeuacha sehemu au nimekuja nao leo jana sikuwa nao. Mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Uzima wote unaojua wewe unaanzia hapa. Yesu alichokuwa amekisema, alikuwa amesema mimi ndiye mwanzo wa kuwa hai na kufufua vilivyo kufa. Mimi ndio mwanzo. Amina. So ikawa rahisi sasa kwa Yesu kumfufua Lazaro, kwa sababu sio tu Yesu anafufua, ila Yesu ni ufufuo. Amina. So inapofika kwa habari ya mwanzo, Mungu sio anao mwanzo, ila Mungu yeye ndiye mwanzo. Hasa nataka nikuonyeshe na andiko lingine hapa ambalo linaungana na hilo. Na hili ni Wafilipi 1:6. Anasemaje? Anasema hivi: nami niliaminilo ndilo hili, yeye aliyeanzisha kazi njema mioyoni mwenu ataikamilisha. Yeye aliyeanzisha kazi njema mioyoni mwenu ataikamilisha. Sasa kama ni swala la afya, Mungu aliyeanzisha kazi njema ya kukupa mwili ataikamilisha swala nzima la afya. Kama ni swala la uchumi, Mungu aliyeanzisha process ya wewe kuja hapa duniani mpaka ukatokea akakuumba akachola ramani zake ukazaliwa hivyo ulivyozaliwa, ataikamilisha. Paulo anasema mimi ndicho hiki ninachokiamini, lakini sijui ninyi wenzangu mnaamini nini. Mimi namwambia Paulo, mimi tuko pamoja na wewe, mimi mwenyewe naamini hivyo kama wewe. Niliamini ndilo hili, yeye aliyeianzisha kazi njema mioyoni mwenu ataikamilisha. Kwa huyu mwanzo Biblia inadai kwamba ameshaianzisha kazi njema mioyoni mwetu. Lakini hata kama angelikuwa hajaianzisha, bado yeye ni mwanzo. Hakuna kuchelewa kwa upande wake. Ana uwezo wa kuianzisha hata sasa. Haleluya. Hata sasa ana uwezo wa kuianzisha. Anyway, nataka nifanye maombi sasa. Kama una jambo lako ambalo ungetaka niombe pamoja na wewe usiku huu, unaweza kaliandika hapo, lakini nataka niombe hapa, nikuongoze katika maombi yafuatayo. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu tumekuwa na vitu vingi ambavyo vimekwama kwa sababu pengine tulivianza vibaya. Lakini lengo langu leo usiku ni kukuonyesha kwamba yuko Mungu ambaye yeye ni mwanzo, sio kwamba anahitaji mwanzo. Na nimekuja hapa nikuonyeshe kwamba Mungu huyo hayuko mbali na wewe kama unavyofikiri. Yuko hapa tunavyozungumza sasa hivi tunavyoongea yupo. Na kwa sababu aliuanzisha mwanzo, hakuna chochote ambacho ni tatizo au ni changamoto kwake, na yuko hapa sasa. Je, ni jambo gani ambalo unahisi kwamba linahitaji mwanzo mpya, au lilianza likashindikana, au limekuwa likisumbua katika kuanza? No, hakuna shida yote. Tunaye Mungu hapa ambaye ndiye aliyeanzisha mwanzo. Na hakuanzisha mwanzo kinyonge. Kuna mtu hapa ambaye anajiona amepitwa na wakati. Yes, amepitwa na wakati, kwamba ilitakiwa nioe mwaka gani, ilitakiwa niolewe mwaka gani, ilitakiwa kufikia kipi siku za leo, nilitakiwa maendeleo yao yamefika pale. Okay, kabisa ilitakiwa yafike pale. Lakini nikwambie kitu, tunaye Mungu ambaye aliuanzisha mwanzo.
Haleluya. Na hakuanzisha mwanzo kinyonge, kwa sababu mwingine atasema je, hata nikianza saa hizi nimeshachelewa. Sikiliza, alianza kwa kuumba mbingu. Yani hiyo ndio introduction. Mungu anachoweza kukufanyia wewe ndicho ambacho alikifanya. Alichokifanya ndicho ambacho anaweza kukufanyia wewe. Nahitaji imani ya mtu fulani iinuke usiku wa leo kwamba Mungu alianza kwa kuumba kitu likubwa kama mbingu, kwa kuumba kitu likubwa kama nchi yote. Sembusi haka kakwangu ninako kahitaji, mbona ni kadogo sana? Sembusi hiki cha kwangu ninachokitaka, mbona ni kidogo sana? Naamua kumwamini Mungu usiku wa leo. Ninaamua kumwamini Mungu usiku wa leo. Uko na uhitaji wa kifedha, uko na uhitaji wa kisaikolojia, uko na uhitaji wa kiafya, uko na uhitaji gani? Lakini nataka nikwambie tu kwamba ni Mungu ambaye anauanzisha mwanzo, si Mungu ambaye anasubiri wengine waanzishe ndio wafuate. Wengine wameshindwa, no problem. Mungu huyu ana uwezo wa kuanzisha mwanzo. Sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba, ninakushukuru. Wewe ni Mungu ambaye hautegemei mwanzo tuliouanzisha sisi, lakini ni wewe Mungu unao uwezo wa kuanzisha mwanzo. Unao uwezo wa kuanzisha mwanzo. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa uwezo wako Baba wa kuanzisha mwanzo, ninaihamishia imani yangu kwako. Ninaihamishia imani yangu kwako. Ikiwa Bwana haukuhitaji chochote ili uweze kuanzisha mwanzo, hata kama sina chochote, Bwana, si kitu cha kukuzuia mkono wako usitende kazi kwangu. Katika jina la Yesu Kristo, vyote nilivyopungukiwa katika kuweza kuanzisha safari, vyote vilivyopungua kwangu, Bwana, vitakuwa sababu ya kutoa ushuhuda katika jina la Yesu Kristo. Basi shika sehemu ambayo ungehitaji msaada wa Mungu. Nataka nikuombee sasa hizi, nataka niombe. Kama ni afya, unaweza kushika sehemu ambapo panakuuma, lakini kama ni jambo lingine, weka mkono wako kwenye moyo. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba, ninaachilia nguvu zako, ninaachilia nguvu zako, ninaachilia nguvu zako, naachilia nguvu zako sasa. Kwa jina la Yesu Kristo ninaachilia nguvu zako kwa mtu huyu. Kwa jina la Yesu Kristo ninaachilia nguvu zako, naachilia nguvu zako sasa. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninazielekeza nguvu hizo kuanzisha upya pale palipoharibiwa, kuanzisha upya, kufanya njia upya katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Kwa kuwa Bwana, nguvu ya kuanza iko kwako. Yale yote ambayo yalikuwa yameshindikana, tunapokea nguvu hiyo usiku wa leo. Tunapokea nguvu hiyo usiku wa leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Yale yote yaliyokuwa yameonekana yameshindikana, tunapokea nguvu ya kuanza usiku wa leo katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Popote palipokuwa pamepaluzwa pananyooka sasa katika jina la Yesu. Kila kilima kinashushwa, kila bonde linajazwa sasa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ile hai. Baba, ninalibariki nako na kutukuza, wewe ni Mungu mkuu, katika jina la Yesu wa Nazareti. Amen. Mungu Baba wa mbingu na nchi akubariki sana kwa kuzulia kwa katika ibada. Ikiwa utakuwa na mahitaji binafsi, basi utanitafuta kwa namba 0768 150 221. 0768 150 221. Mungu Baba wa mbingu na nchi akubariki sana. Tuonane kesho asubuhi saa 11. Tutakuwa tukiomba na kutafakari hekima mahali hapa. Barikiwa sana. Haleluya. Amen.